Alaikum na wale wengine, tumsifu Yesu Kristo. Nawashukuru sana wapendwa ndugu na dada mlioko katika maeneo haya. Ninaombeni sana tuweze kusikia, tusikilize kile ambacho ujumbe ana ujumbe. Tunahubiri mahubiri mbalimbali, tunahubiri mambo ya unabii, tunahubiri mambo ya tabia ya nchi, pia tunahubiri masuala ya afya. Sisi tunapojielekeza kuhubiri masuala ya afya, tunahubiri kile ambacho Mungu ameagiza, lakini mwanadamu pia naye amefanya mavumbuzi mengi. Lakini pia sio hivyo tu, lazima mwanadamu anayesafiri kuelekea Kanani ya mbinguni ajue jinsi ya kula na kunywa na kuvaa. Lakini mwanadamu wa kipindi hiki ametanga mbali. Ni mambo ambayo hayapingiki tunayoyaona ya kipindi hiki katika habari ya ulaji, katika habari ya unywaji pamoja na uvaaji. Wanadamu wametanga mbali. Ni kitu gani kimesababisha mwanadamu atange mbali na kisha ajikute akiwa hana tumaini kwa maamuzi yale anayoyafanya ya kila siku ya kula na kunywa na kuvaa? Nini kinasababisha? Kwa kuanza kipindi chetu tutasoma neno la Mungu kutoka katika kitabu kile cha Kutoka. Msomaji, karibu soma kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Tuangalie mwanadamu anapokuwa amekiuka misingi ile ambayo Mungu amemwekea, anakengeuka na kisha anatanga mbali. Lakini kabla hatujasoma, niweze kuambia kwamba miili yetu hii ni mashine ya ajabu ambayo Mungu mwenyewe aliyeifanya, aliiwekea kanuni, lakini mwanadamu ameacha kufata kanuni ile. Ndiyo maana tunaona magonjwa yamekuwa mengi, masumbufu yamekuwa mengi, stress zimekuwa nyingi, watu wanawaza, wanakosa tumaini. Nini chanzo chake? Ni kwa sababu mwanadamu ametanga mbali kwa habari ya kula na kunywa. Amekengeuka yale ambayo Mungu amemwagiza. Sasa unapoacha kutii kanuni zile ambazo Mungu ameziweka, lazima uangukie kwenye majanga mbalimbali. Na tunayaona, na wanadamu wenyewe tunajiona jinsi tulivyo. Na hata kama hutaweza kusadiki haya, lakini pia tutakupa mifano ambayo inapelekea kuona kwamba watu wa kipindi hiki malazi yametukumba. Watu wa kipindi hiki tuna malazi mengi. Wakisimama watu 10, hapo 2 ni wazima, 8 wote ni wagonjwa. Ni kwa sababu tumeacha kutii kile ambacho ni mpango wa Mungu. Kwa kuanza kipindi chetu nilikuwa nimesema tusome kitabu cha Kutoka, lakini tutaangalia vile ambavyo Mungu kwanza aliagiza mwanadamu wakati amemaliza kumuumba. Aliagiza kwamba mwanadamu anapaswa kula nini. Niombe msomaji turudi kwenye kitabu kile cha Mwanzo, sura ile ya kwanza mstari wa 29. Kwanza tuanzie na hapo. Tuangalie wakati Mungu amemuumba mwanadamu huyu, wakati amemtengeneza katika mashine hii ya ajabu na ya kutisha, nini alichompatia? Alimpatia nini? Karibu msomaji, soma kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 29 na wa 30. Karibu. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 29, neno la Mungu linasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu
vitakuwa ndivyo chakula chenu. Ndiyo. Na chakula cha kila mnyama wa nchi, Ndiyo. na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai. Ndiyo. Majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu anapomuumba mwanadamu anampatia menyu ya chakula, lakini mwanadamu wa sasa hivi, na sio mwanadamu wa sasa tu, tangu hapo mwanadamu alikiuka yale ambayo Mungu alimwagiza aweze kupata. Tunaona hapo Mungu ametupatia nafaka, Mungu ametupatia matunda, Mungu ametupatia majani yote ya miche, na pia ametupatia kokwa. Mfano wa kokwa ni nazi. Mungu ametupatia hivyo karanga, kwa maana ya kutaja mafuta. Ametupatia vitu vya protini na wanga, ambavyo hivyo havikujumuisha masuala ya nyama. Mungu hapo wakati amemuumba mwanadamu hakumpatia chakula cha nyama, lakini wakasimama ili wacheze, wakamkiuka Mungu, wakakataa yale ambayo alikuwa amewaagiza waweze kuyatenda. Na wanadamu wa sasa hivi ndivyo tulivyo. Tumeharibu mashine za miili yetu na tumekosa tumaini. Tumekuwa na magonjwa mengi sana yanayotusumbua. Mfano wa magonjwa hayo ni magonjwa ya kisukari. Wale ambao walikuwepo jana waliyasikia mtumishi akiyataja. Magonjwa ya moyo, magonjwa ya presha, magonjwa ya viungo kuuma, magonjwa ya kuparalaizi. Hayo yote ni kwa sababu mwanadamu amefanya mavumbuzi, na magonjwa mengine mengi ambayo hayajavumbuliwa hata majina yanatupata watu wa kipindi hiki kwa sababu ya kula na kunywa vibaya. Lakini Mungu alikuwa ameagiza katika kuitendea miili yetu mambo yale ambayo yanayopaswa. Mungu alituagiza katika kitabu kile cha waraka wa kwanza kwa Wakorinto. Msomaji, naomba usome sura ile ya 6 mstari wa 19. Naomba usome msomaji. Waraka wa kwanza kwa Wakorinto, ndiyo, sura ya 6 na mstari ule wa 19. Ndiyo, naomba usome. Neno la Mungu linasema, ndiyo, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Au hamjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, aliye ndani yetu, mliyepewa na Mungu? Ambayo hii miili tumepewa na Mungu, sio mali yetu sisi, wala ninyi si mali yenu wenyewe, wala sisi sio mali yetu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Tumenunuliwa kwa thamani. Sasa basi, ndiyo, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mungu anatuagiza tuweze kumtukuza kupitia miili yetu. Sasa wanadamu tumetanga mbali, hatumtukuzi Mungu katika miili yetu, katika habari ya kula na kunywa. Hebu tusome tena waraka huo waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 10 mstari wa 30. Naomba usome hapo tena. 10 mstari wa 30. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, ikiwa mimi natumia sehemu yangu kwa shukrani. 31. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, basi tunapokula au mnywapo au tunapokula au mtendapo neno lolote, tunapokula, tunapokunywa au tutendapo neno lolote, sisi wanadamu, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mungu anatuambia tufanye yote katika utukufu wake. Yote tusitoke nje ya Mungu, yote tumtukuze Mungu, yote tujue nini alichotuagiza katika miili yetu. Tusitange mbali ili magonjwa haya tunayoyaona yanatuvamia watu wa kizazi hiki yasije kutupata. Tumekosa tumaini kwa sababu tumekiuka yale ambayo, sauti ile ambayo Mungu ametuagiza tuweze kuishi kwayo, kama tulivyoona katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 26. Watu tunapokataa kutii sauti ya Mungu, maradhi haya tunayoyaona yote yanatujilia juu yetu. Sasa nini tufanye, wanadamu ambao tuko kipindi hiki ambacho hatuna tumaini?
na maradhi yamekuwa ni mengi. Tumekosa nini cha kufanya, kwa sababu tunapoangalia nafaka zenyewe zimebadilishwa, tunapoangalia vinywaji tunavyokunywa havijengi miili yetu bali vinaibomoa. Tunapoona yale ambayo Mungu ameagiza tuyatende, mwanadamu anaingiza mafumbuzi yake kwa sababu maalum ya kusema kwamba tunataka tupate mazao ya muda mfupi, tunataka tupate chakula haraka. Wakati anabadilisha chakula hicho, mwanadamu huyu kwa kufanya mavumbuzi yake anakuwa anaupelekea mwili vitu ambavyo si vyake, vitu ambavyo ni vigeni, ambavyo vinasababisha seli za mwili kubadilika kupitia kile chakula ambacho tunakula. Sasa mwanadamu wa kipindi hiki ana nini cha kufanya kama yeye chakula anachokipata cha kipindi hiki ni chakula ambacho kimefanyiwa mavumbuzi mengi, na tunaona maabara zikikaa na watu wasomi wetu wanaingia maabara na kubadilisha chakula, na tunaona nafaka zikibadilishwa, tunaona hata vinywaji vinabadilishwa, tunaona vinywaji mbalimbali ambavyo vinazuru afya zetu tunavitumia vimebadilishwa, na ndicho chakula ambacho ni chepesi kwetu sisi. Lakini kabla ya mambo yote hayo hayajaendelea na kufanyika katika miili yetu, lazima mwanadamu apate nini cha kufanya. Lazima arudie asili yake, kile ambacho Mungu aliagiza katika mwanzo wa uumbaji wake, kwa sababu hii mashine ina kanuni yake. Ni sawasawa tunavyoona mashine hizi za magari, mashine za mapikipiki, mashine mbalimbali zinazoendesha viwanda. Yule mtengenezaji anaweka menu pale kwamba mashine hii ambayo nimeitengeneza kwa kipindi hiki itatumia diesel, itatumia petroli, itatumia gesi. Wewe mtumiaji ukienda ukabadilisha matumizi ya mashine hiyo, watu ambao wanaendesha vyombo wanajua kwamba mashine ile ina noki. Sasa mwanadamu wa kipindi hiki amefikia kwenye mavumbuzi ya kwenda kunokisha mashine yake ya mwili, kwa sababu mwili huwa unatengeneza nishati, unatengeneza nguvu kupitia kile ambacho anakipata mwanadamu, kile ambacho anakula. Maamuzi yake ya kila siku ndio yanayopelekea mwanadamu huyo aishije kwa siku hiyo. Lakini mwanadamu wa kipindi hiki anakula chochote anachokiona mbele yake, ambacho kinapelekea ili aweze kupata maradhi mengi. Kwa mfano, mwanadamu anakula vyakula vya sukari nyingi. Hivyo vyakula anapokuwa anavila, anakula kuanzia anapoamka asubuhi, anakula sukari, mchana anakula sukari, usiku anakula sukari. Nini maana yangu ninachokisema? Asubuhi mwanadamu huyu atapata chapati na chai. Chapati hizo ni chapati ambazo zinatokana na ngano, tena ngano ambayo ni ya kukobolewa. Chakula ukishakikoboa hakina nyuzi nyuzi, kimetolewa gamba, maana yake kimekuwa na sukari nyingi, na hakuna kipingamizi kitakachoweza kuzuia ile sukari. Mwanadamu huyo atakula chapati asubuhi, maana yake anakula sukari. Atakula au mandazi au vitumbua, atakuwa amepata sukari. Mchana atajipatia wali, tena wali uliokobolewa. Atapata mchele ambao ni mchele ambao umekobolewa, ambao ni wa brown, ambao sio wa brown, ambao hauna ganda, umekobolewa. Huo mchele ukiwa umekobolewa tunasema ni white sugar, yani ni sukari nyeupe. Nayo tena asubuhi umepata sukari, mchana unapata sukari, usiku unaweza ukapata ugali, kati ya wali au ugali. Kati ya hivyo utajikuta kutwa nzima mwanadamu anaishi kwa amekula sukari tu kutwa nzima. Nini kinachofanyika mwilini? Ameongeza sukari nyingi. Sasa sukari ile pale inapokuwa imezidi,
inaenda kusababisha insulini isizaliwe vizuri ndani ya mwili. Insulini inatoka nyingi sana ndani ya mwili wake, kwa hiyo kongosho linatatanika, kwa sababu tangu asubuhi wewe umekula ni sukari, mchana umekula ni sukari, usiku unapata sukari. Kwa hiyo insulini inatumika nyingi, kwa hiyo mwili unadhofika. Nini? Unaenda kuangukia kwenye ugonjwa wa sukari. Sasa mwanadamu unapokuwa umeangukia kwenye ugonjwa wa sukari, unakosa matumaini. Unapokuwa umekosa matumaini kwa sababu magonjwa ya sukari, mpaka muda huu sidhani kama kuna dawa inayotibu. Hospitalini hatuna dawa inayotibu magonjwa ya sukari, bali inatuliza tu. Wanakupatia kama ni vidonge vya insulini au sindano za insulini ili uweze kupata nafuu kwa siku 2 au 3 au kisukari chako kishuke. Lakini haitowezekana kwa sababu wewe unaendelea kupandisha sukari. Asubuhi unapandisha sukari, mchana unapandisha sukari, na usiku pia unapata vyakula vya sukari vile vile. Nadhani hata madaktari wetu bingwa, tunao madaktari wazuri sana katika hospitali yetu, wanashauri unapokuwa wewe umeumwa ugonjwa huo upunguze vyakula vya sukari nyingi, na huwa wanakataza mpaka vyakula vya kukobolewa. Sasa kwa nini usubirie mpaka uumwe uende kwa daktari akushauri kwamba achana na vyakula hivyo? Hayo yote ni mavumbuzi ya wanadamu. Sasa usisubirie mpaka uumwe kwamba ndipo nitakapochukua hatua. Anza hatua sasa kubadilisha tabia yako na mwenendo wako katika habari ya ulaji na unywaji, ili usiangukie kwenye sukari. Huo ni mfano tu wa ugonjwa mmoja ambao nimeutoa, lakini kinachopelekea haya yote ni kwa sababu mwanadamu, yale maamuzi anayoyachukua, tabia yake anayoijenga, ameacha kanuni ambayo Mungu alituagiza tuishi kwayo. Kwa hiyo nini nifanye sasa? Jaribu kubadilisha tabia yako ya ulaji. Acha kula vyakula vilivyokobolewa siku zote. Acha kula vyakula vyenye sukari nyingi ili uepuke magonjwa ya sukari. Tunashauri na pia tunatoa na tiba. Kama mtu ambaye anasumbuliwa na magonjwa ya sukari akibadilisha tabia yake ya ulaji, sukari hiyo inashuka. Lakini kama hutobadilisha tabia yako ya ulaji, ukaendelea kula vyakula ambavyo vinaongeza na kuchochea sukari mwilini, hauwezi ukapona. Hata kama ungepewa dawa kutoka Ulaya, dawa kutoka India, dawa kutoka bara lolote, huwezi kupona. Isipokuwa ni mwanadamu ubadilishe tabia zako, ubadilishe mwenendo wako, maamuzi yako yawe sahihi. Lakini mwanadamu, kwa sababu yeye hafikirii kile anachoweka ndani ya mwili wake kwamba ndicho kinachogeuzwa kuwa ndiyo maisha yake, ndiyo damu, anakula chochote. Hayo yamepelekea hata kumwasi Mungu, kwa sababu unapokula ovyo ovyo na kunywa ovyo ovyo, vitu ambavyo havijengi mwili, vitu ambavyo havisaidii mwili, la akili yako, ubongo wako unatatanika, akili yako inatanga mbali, unashindwa kumtafakari Mungu sawa sawa. Sasa leo ni utangulizi wa somo hili la afya. Nadhani tutakuwa na mwendelezo wa magonjwa mbalimbali ambayo yanatukumba. Tutajifunza juu ya habari ya dalili. Unapoona dalili hii kwamba wewe unaenda kuangukia kwenye nini na tiba yake itakuwa ni kitu gani. Nadhani leo tunatoa utangulizi juu ya habari ya somo hili la afya, ili kwamba niweze kuwatazamisha kile ambacho kinaujia ulimwengu juu ya afya zetu, juu ya miili yetu hii tuliyo nayo. Kwa hiyo kwa leo niwaombe wasikilizaji wangu unaonitega sikio, kesho Mungu akipenda tutajifunza juu ya habari ya magonjwa kama mawili, dalili zake pamoja na tiba yake, ili kwamba tuweze kumwelekea Mungu
tuweze kusikiliza sauti ya Mungu, lazima miili yetu tuwe tumeitengeneza vizuri, tuwe tumetafakari juu ya habari ya ulaji na unywaji. Tusiwe tunakula ovyo ovyo na kula ovyo ovyo, ili tuweze kumjua Mungu sawa sawa. Niwashukuru kwa kunisikiliza. Asanteni. Amina.